Ili uwe kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, kwa habari zote za kimichezo na burudani, usajili, uchambuzi, True Talk, ukweli unaongea. Ujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, mimi nikukaribishe na nikualike kunako katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, hususan tetesi za usajili, uchambuzi, lakini pia msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na sajili ambazo zimekwisha kukamilika na yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Na ningependa kutumia nafasi hii na fursa hii kuweza kukukaribisha pamoja na kukualika kwako wewe mdau wangu wa nguvu mwana True Talk, ambaye ni mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi. Tafadhali sana mimi nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha subiri baada ya sekunde kadhaa utaona kialama cha kengele kitakuja. Fanya kuwasha hapo, na mara baada ya kufanya hivyo utakuwa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Sanjari na hayo pia yako mengi sana ambayo yamejiri huko viwanjani, na ikiwa tunafahamu kabisa kwamba tuko kwenye raundi ya 21 kwenye michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa maana NBC Premier League kwa msimu huu hapa wa mwaka 2025-26, na ikiwa tunafahamu kabisa kwamba tuko mbioni tukielekea mwishoni katika kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26 kwenye michuano ya NBC Premier League na tukiwa tuko mbioni kutamatisha msimu huu hapa, tunafahamu pia kwamba dirisha la usajili pia liko mbioni kuweza kufunguliwa. Hivyo tetesi mbalimbali za usajili zinalindima kwa kasi kwelikweli katika mitandao ya kijamii, huku majina ya wachezaji tofauti kutoka katika vilabu mbalimbali yakihusishwa na baadhi ya vilabu vya ndani pamoja na nje kuwa wanataka kuzinasa saini zao. Lakini pia kabla hatujaendelea kuhusiana na hayo, ninayo mengi sana hapa ambayo niko nayo mezani kwangu siku hii hapa ya leo, na tukiangalia kwenye tetesi za usajili kabla hatujaendelea na msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na ile yote ambayo yamejiri huko viwanjani, anaandika moja kati ya waandishi wa habari nguli Mickey Junior Jeyara akiripoti kuhusiana na taarifa inayohusu Azam FC. Anasema kuwa around 8 to 9 players at Azam FC are entering the final weeks of their contracts. Hapa kimaanisha kwamba ni takriban wachezaji 8 mpaka 9 wa Azam FC wapo kwenye wiki la mwisho la kuhitimisha mikataba yao na club, na some notable names include baadhi ya majina hayo ni pamoja na Yoro Diaby, Nathaniel Chirambo ambaye pia anasema kwamba ana makubaliano na Simba Sports Club, kwa maana ya has agreement in place with Simba Sports Club. Ameandika hivyo Mickey Junior. Ni Nathaniel Chirambo, Himidi Mao Mkami, Idi Seleman Nado na James Akamiko. Haya ni baadhi tu ya majina ambao pia wanaripotiwa kuwa wako kwenye wiki la mwisho wakielekea kutamatisha mikataba yao na klabu ya Azam FC, huku baadhi yao wakionekana kuwa kwenye makubaliano ama kwenye hatua ya mazungumzo, na ikiwa wamekwisha kufikia makubaliano na klabu ya wanakundu wa Msimbazi Simba Sports Club, akiwemo Nathaniel Chirambo kwa mujibu wa Mickey Junior Jeyara. Hizi ni tetesi za usajili japo kwa ufupi kabla hatujarejea kuhusiana na story kubwa ambayo inatufanya turuke kwa hewa hivi leo, ikimhusisha Faisal Salum Abdallah ambaye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakitimua pale katika klabu ya Azam FC. Wengi nafikiri tunafahamu pia uwezo wake na tunafahamu pia namna ambavyo amekuwa na mchango mkubwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, lakini pia kwa upande wa Azam FC na ni top scorer kwa hivi sasa. Ana magoli mengi na tunafahamu hii recent performance au performance yake katika mechi za hivi karibuni
ama kwa msimu huu hapa wa mwaka 2025-26 kwa ujumla iko vipi. Sasa ni hayo tu kuhusiana na tetesi za usajili, japo kwa ufupi kabla hatujarejea kwenye ile story kubwa inayotufanya turuke kwa hewa ndani ya TikTok kwa hivi sasa, lakini turejee kwenye michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu hapa wa mwaka 2025-26 ambao unaelekea kutamatika hivi karibuni. Nafikiri ni sasa hivi ni mwezi wa 5, ni takriban kama mwezi mmoja, ni tumesalia na mwezi mmoja, utakuwa ni mwezi June. Tarehe za mwishoni kabisa ligi kuu soka Tanzania bara itakuwa imetamatika. Nafikiri itakuwa ni tarehe 30, vilabu vitacheza mechi za mwisho za kufungia msimu wa mwaka 2025-26 wa NBC Premier League. Na tukirejea kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa hivi sasa, Dar es Salaam Young Africans Sports Club anaongoza ligi. Tunafahamu hilo, akiwa na alama 51 na amecheza michezo 21, akishinda michezo 15, akitoa sare mara 6 na bila kupoteza mchezo hata mmoja. Lakini wanakundu wa Msimbazi Simba Sports Club wao wanashika nafasi ya pili wakiwa na alama 46 mara baada ya kucheza michezo 21, wakishinda michezo 13, wakitoa sare mara 7 na kupoteza mchezo mmoja. Na kwa upande wa Azam FC wao wanashika nafasi ya tatu wakiwa na alama 46 mara baada ya kucheza michezo 21, wakishinda michezo 11, wakitoa sare mara 10 bila kupoteza mchezo hata mmoja. Na kwa Singida Black Stars wao wanashika nafasi ya 4 wakiwa na alama 32 mara baada ya kucheza michezo 21, wakishinda mara 9 na kutoa sare mara 5 na wamepoteza mara 7. Na nafasi ya 5 bora anafunga JKT Tanzania, yeye anafunga nafasi ya 5 akiwa ametoka kucheza michezo 21, akishinda mara 8, akitoa sare mara 8 na kupoteza mara 5 na ana alama 32 sambamba na Singida Black Stars. Ile kwa top 5 ya vilabu vitano kwenye rank ya msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa hivi sasa na namna ambavyo unaonekana. Lakini tukiangalia mwishoni kabisa kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara tunamkuta KMC, yeye anafunga nafasi ya mwisho kabisa ya 16 akiwa na alama 9 mara baada ya kucheza michezo 21, akishinda mara 2, akitoa sare mara 3 na kupoteza mara 16. Na nafasi ya 15 kwa maana nafasi ya pili kutoka mwisho anashika Tanzania Prisons. Amecheza michezo 21, ana alama 14, ameshinda mara 3, ametoa sare mara 5 na amepoteza mara 13. Lakini pia nafasi ya 14 inashikiliwa na Mbeya City. Wao wanashika nafasi ya 14 mara baada ya kucheza michezo 21, wakishinda mara 5, wakitoa sare mara 6 na kupoteza michezo 10 na wana alama 21. Na nafasi ya 13 inashikiliwa na Singida Big Stars. Wanashika nafasi ya 13 wakiwa wamecheza michezo 21, wakishinda mara 6, akitoa sare mara 4 na kupoteza mara 11 na wana alama 22. Na nafasi ya 12 ni Coastal Union. Wao wanashika nafasi ya 12 wakiwa na alama 22 mara baada ya kucheza michezo 21, wakitoa sare mara 5, wakishinda mara 5, wakitoa sare mara 7 na kupoteza mara 9. Na Mtibwa Sugar anafunga nafasi ya 11 akiwa na alama 23 mara baada ya kucheza michezo 21, akishinda mara 5, akitoa sare mara 8 na kupoteza mara 6. Hii ni kwa vilabu vitano vya mwishoni kabisa kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu hapa wa mwaka 2025-26. Sanjari na hayo pia turejee kwenye tetesi za usajili kuhusiana na dili la Faisal Salum Abdallah ambaye anaripotiwa pia kuwa kwenye hatua ya mazungumzo na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Nimefuatilia interview za moja kati ya vituo vikubwa vya habari vya kuaminika vya hapa nchini kwetu Tanzania vikiripoti taarifa hizi hapa kuhusiana na issue ya Faisal Salum Abdallah kusaini kandarasi na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba
Sports Club. Ni tetesi za usajili, ikiwa pia tetesi za usajili ndizo ambazo huzaa ama hupelekea kuwa dili halisia. Lakini kuhusiana na issue ya Faisal Salum Abdallah, analipoti Haji Sande Manara ya kuwa viko vilabu vingi ambavyo vimekwisha kuwasilisha ofa kwa Faisal Salum, akiwemo Dar es Salaam Young Africans Sports Club. Lakini sitazungumzia sana kuhusiana na Yanga kwa sababu ni club pia ambaye ametokea kuichezea kabla ya kwenda Azam, na hapa tuzungumzi kuhusiana na club ya wekundu wa Simba Sports Club ambao wanaripotiwa kupeleka ofa ya takriban bilioni 10 pesa taslimu za Kitanzania. Nimefuatilia jana Haji Sande Manara, lakini pia nimekutana na vyanzo mbalimbali vya habari vya kuaminika ambavyo vimeripoti pia taarifa hizi hapa zikimhusisha Faisal Salum Abdallah kuwa amepokea ofa ya takriban bilioni 10, ikiwa ni thamani yake ya kwenye transfer market ama thamani yake ya usajili kwa sasa ndiko ambako level yake imefikia. Kwa hiyo Simba Sports Club chini ya Mohamed Dewji wanaripotiwa kupeleka ofa ya kutaka kuinasa sign ya Faisal Salum Abdallah ili kuja kutoa huduma yake kwa katika kikosi cha wekundu wa Simba Sports Club katika michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia michuano ya kimataifa kwa msimu ujao unatarajiwa kuanza mara baada ya msimu huu hapa kuweza kufikia tamati. Sasa dili hili hapa bado linaonekana katika hali ya awali. Vyanzo mbalimbali vya habari vya kuaminika vimeripoti pia kuhusiana na taarifa hizi, lakini ukweli ni kwamba yamkini taarifa hizi ziko na ni halisia kabisa. La tutarajie kuona muda namna atakavyoongea kuwa litokea ama liwe dili halisia ama imesibakia kuwa tetesi tu za usajili. Lakini kweli kwamba ofa ya Simba Sports Club kwa Faisal Salum tayari imekwisha kupelekwa na ni mara kadhaa sasa, kwa sababu tunakumbuka pia msimu uliopita mara baada ya dirisha kubwa la usajili lililopita, Simba waliwasilisha ofa kwa Azam FC ya kutaka kuinasa saini yake, lakini Faisal Salum aliongeza mkataba wa mwaka mmoja na Azam FC, na nafikiri pia Kaizer Chiefs wa kule Afrika ya Kusini chini ya usimamizi wa kocha Nasruddin Nabi kabla ya kuachana na klabu ile. Nasruddin Nabi ambaye pia tunafahamu alicoach ama alikinoa kikosi cha Yanga kwa misimu kadhaa ya kipindi cha kinafiso Kalala Mayele kabla ya kutimukia kule Pyramid FC, na akiwa katika klabu ya Kaizer Chiefs akiwa na msaidizi Mr. Cedric Kazi walipeleka ofa pia kwa Azam FC ya kutaka kuinasa sign ya Faisal Salum Abdallah, ingawaje dili hili halikutokea wala halikukamilika. Lakini pia Simba Sports Club walipeleka ofa kipindi hicho, ofa yao ikakatiliwa mbali, lakini pia kwa hivi sasa wamerejea tena kwa mara nyingine huko kipandisha dau la kutaka kuinasa sign ya Faisal Salum Abdallah ili kuja kutoa huduma yake kuna katika kikosi cha wekundu wa Simba Sports Club chini ya usimamizi wa kocha Steve Becker ama kocha mpya atakayekuja kama ikitokea kuna kwa mabadiliko ya coach department. Naam, haya ndio ambayo nimekuwa nimeua kushana wewe mdau wangu wa nguvu mwana tuto, na natamani kusikia ama kuona maoni yako hapo chini ya video hii kuhusiana na tetesi hizi za usajili ambazo zinarindima kweli huko katika mitandao hii ya kijamii. Lakini pia goli la Chama tunafahamu linazidi kushika kasi kweli katika mitandao ya kijamii, likizidi kujadiliwa huko duniani na waandishi wa habari nguli, lakini pia vyombo vya habari mbalimbali vya kuaminika vikiendelea kujadili kuwa linapaswa kuchukua tuzo ya goli bora la msimu. Na pia hapo jana pia Clatous Chota Chama amefunga dhidi ya JKT Tanzania, goli ambalo pia limefungwa kimaajabu kweli na linazidi kujadiliwa pia katika mitandao ya kijamii, ingawaje halijafikia goli ile ambalo limefungwa kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya Utani wa Jadi Dar es Salaam Young Africans Sports Club siku ya tarehe 3 mwezi Mei mwaka 2026 pale katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni jijini Dar es Salaam. Na haya ndio ambayo nilikuwa nimewiwa kushare na wewe mdau wangu wa nguvu mwana tuto. Kama ilivyoada ni jukumu letu kuweza kukuhabarisha, kukuburudisha, lakini pia pamoja na kukusogezea zile info ama taarifa zote za kimichezo na burudani kuhusiana na yote ambayo yanajiri huko viwanjani. Nielekea maoni yako hapo chini ya video hii, lakini pia usisahau ya kutuambia kwamba utatufuatilia ukiwa maeneo gani. Mimi ni Chama Sajina, hii ni Tutok, na hapa kama ilivyoada huwa tunazungumza pamoja na kujadili kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo na pia kuhusiana na yote ambayo yanajiri huko viwanjani. Sina jingine la ziada la kuzungumza na wewe, wakati mwema, bye bye.